hal natufu bilquburi, je, tunaruhusiwa kufanya tawafu, kuzunguka katika makaburi, litaqarrubi biha, kwa ajili ya kujikurubisha kwayo? Suali hili linakuja kwa sababu wako watu ambao wakienda kwenye makaburi ya watu wanaodhaniwa ni wema, ya watu wanaodhaniwa ni wacha Mungu, wanafanya tawafu katika hayo makaburi. Sina haja ya kutaja majina ya watu, uslub za da'wa haziruhusu hivyo, lakini da'wa inataka utaje tatizo, usitaje aliyetenda tatizo. Ukiingia katika YouTube, social media kwa ujumla, unaweza kuandika tu watu wanavyotufu katika makaburi, wanatufu kama wanavyotufu katika Al-Kaaba, na wanaona wako sahihi kabisa, na wakiambiwa hivi sivyo, wanakuja juu, wanaleta sasa mambo ya itikadi, madhehebu. Hadi madhehebu yetu na nyinyi mna madhehebu yenu. Madhehebu haya yametoka wapi, wakati masadiru sharia, machimbuko makuu ya sharia ya dini yetu tukufu ya Uislamu ni kitabu na sunna? Wapi pameandikwa ndani ya kitabu na sunna, mkienda makaburini, lile kaburi lilojengewa lile kubwa kama kulateni la msikiti, kulateni si mnaijua, yale matenki ya zamani, misikiti ya zamani jenga kama kulateni, uende ukagaragare pale, ubusu lile ukuta, ili hadi unabusu ukuta ujue umbusu yule mtu yuko ndani, ujue na ujui kwamba kaoza yuko vile vile au ana hali gani, hujui. Hizi ni siri za Allah, na watu wanatufu, na wengine wanapiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbira ya Idi inapigwa. Mambo haya yapo hayapo? Anayesema ya kuwa yafaa kwenda kutufu katika kaburi atupe dalili kutoka katika kitabu na sunna. Kwani mtume wetu hajawahi kuzuru makaburi? Mzee wangu, sikazuru? Si makaburi ya Baqi' al-Gharqad pale Madina, asilimia kubwa maswahaba wamezikwa pale. Samahalu shahidi, mtume alikwenda sana katika makaburi mbalimbali kwenda kuyaombea dua. Sawa jamani? Wapi aliwahi kutufu? Bwana Magufuli hajawahi kutufu. Swali nasema, hal natufu bilquburi litaqarrubi biha, je, tunaruhusiwa, je, tutufu katika makaburi kwa min ajili ya kujikurubisha kwayo? Jawabu, la natufu illa bilkaaba, haturuhusiwi, hatupaswi, hatutakiwi kutufu pahala popote pale katika ulimwengu huu kwa nia ya ibada, kwa nia ya kujikurubisha, kwa nia ya taa, isipokuwa katika Al-Kaaba. Qur'ani itazame yote, soma sunna zote, vitabu vyote vya sunna, hakuna pahala popote ibada yoyote Muislamu kaambiwa afanye ya kutufu isipokuwa kwenye sehemu moja dunia nzima. Hatutufu na hatupaswi kutufu isipokuwa katika Al-Kaaba. Allah anasema, waliyatawafu bilbaitil atiq. Sikiza aya hiyo, waliyatawafu bilbaitil atiq, na watufu katika nyumba ya kale. Kwa hiyo maelekezo ya Qur'an, Waislamu wanapaswa kwenda kutufu pahala pangapi? Pamoja. Sehemu ngapi? Sehemu moja tu, pahala pamoja tu, na watufu katika nyumba ya Allah, nyumba ya kale. Wala Mtume anasema atakaitufu katika nyumba kongwe ya Allah mara 7, wasalla rak'atayn, kaswali rak'a 2 nyuma ya maqamu Ibrahim, kana ka'itqi raqabah,
malipo yake mbele ya Allah kana kwamba ameacha huru mtumwa. Malipo ya kuacha huru mtumwa mbele ya Allah ni makubwa sana. Yaani unakwenda kumnunua mtu ambaye kafanywa kuwa mtumwa na tajiri, niuzie huyu tena, wakati unauzwa tunamtaka huyu kanenepa, nataka yule, unamchukua afu kutoka na nje unamwambia sikusudii niwe bwana wako mpya wa kukumiliki na kukutumikisha, nimekununua ni kuache huru kwa kutafuta radhi za Allah. Uko huru kuanzia leo, utakuwa ni wewe bwana kama mabwana wengine na sio mtwana kama watwana wengine. Kwa hiyo kutufu tu mara 7 katika nyumba tukufu ya Allah na kusali rakaa 2, malipo yake ni kana kwamba umeacha huru mtumwa, na kuacha huru mtumwa ni ibada nzito, ibada kubwa. Kwa hiyo somo la leo linatuthibitishia pahala pekee panapotakiwa kutufiwa, kufanywa tawafu ni katika nyumba ya kale ya Allah, nyumba kongwe ya Allah, Al-Kaaba, kwa dalili ya Qur'ani, tena amri waliyatawafu bilbaiti al-atiq, na watufu katika nyumba kale ya Allah. Na hadithi kwa wazi, atakayetufu katika nyumba ya Allah mara 7 na akaswali rakaa 2 atahesabiwa kana kwamba ameacha huru